All right. So today we're going to talk a little bit about God's promises, and we're going to focus on one promise, which is found in Romans 8:28. Leo tutataka kuongea kuhusu ahadi zake Bwana na tutaangazia ahadi ya Bwana iliyo katika kitabu cha Warumi 8 mstari wa 28. The Bible is full of God's promises. Biblia imesheheni ahadi nyingi za Bwana. God says he will be with you. Mungu amesema ya kwamba atakuwa na wewe. God says he will protect you. Mungu amesema ya kwamba atakulinda. God says he will be your strength. Mungu amesema yeye ndiye atakuwa nguvu zako. God says he will answer you. Mungu amesema ya kwamba atakujibu. God says he will provide for you. Mungu amesema ya kwamba atakupa mahitaji yako. God says he will give you peace. Mungu amesema ya kwamba atakupa amani. And God says I will always love you. Na Mungu amesema ya kwamba nitakupenda daima. The promises of God help sustain, protect, and inspire and motivate us. Ahadi zake Bwana zatusaidia kwenda mbele na kutulinda na hata kututia motisha katika maisha haya. They provide security and identity that no one could take away. Zinatupa usalama na ile hali ya kujua wewe ni nani, jambo ambalo haliwezi kupatikana mahala pengine popote. God's promises are sure. Ahadi zake Bwana ni za kweli. Amen? Amen. Amen. God's promises are sure. Today we're going to be talking about the promise of God's providence. God is in control. Leo tutakuwa tunaongea kuhusu ahadi yake Bwana ya muongozo wa Mungu, ya kwamba Bwana anadhibiti mambo yote. And since I'm old, I will put my glasses on. Na kwa vile ameendelea kwa umri, wacha avae miwani yake. Romans 8:28 Kitabu cha Waroma 8 mstari wa 28 says this. nasema hivi, And we know nasi twajua that for those who love God, ya kuwa katika mambo, samahani, just read. read the whole, okay. And we know that for those who love God, all things work together for good for those who are called according to his purpose. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Amen? I want to start by saying that I probably would not be standing here today sharing this message if it was not for Fidel Castro. Nataka niseme ya kwamba hangelikuwa hapa siku hii ya leo akishiriki ujumbe huu kama isingelikuwa ni kwake Fidel Castro. Let me explain why. Wacha aelezee. Starting first with a story about my grandfather. Hadithi hii inaanza na yule alikuwa guka yake. My grandfather, Carlos, I'm named after my grandfather. Guka yake Carlos, he was a well-known dentist in Cuba. Alikuwa mtu ambaye anatibu meno, daktari wa meno. Cuba is an island in the Americas in the Caribbean. Cuba ni nchi ambayo imezingirwa na ziwa kule karibu na Marekani. My grandfather contributed greatly to pediatric dentistry for children. Yeye alikuwa daktari wa meno ya watoto. He would travel to the United States of America to teach. Alikuwa anaenda kule Umarekani kufunza. He was highly respected in his field. Alikuwa ameweza kupewa heshima katika nyanja yake ya daktari, kuwa daktari wa meno. He was well off financially. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa amebarikiwa na mali. During this time in Cuba, my grandparents and my parents were not believers in Jesus Christ. Babu yake na baba yake kule Cuba hawakuwa wameamini Yesu Kristo. But in 1959, Fidel Castro, mwaka wa 1959, Fidel Castro, the communist dictator responsible for torturing and the death of tens of thousands, aliyekuwa dikteta mkubwa ambaye aliweza kuweka watu wengi korokoroni na kuwatesa, he took control of Cuba. Akaweza kuchukua mamlaka nchi ya Cuba. And my grandfather was forced to either become a communist or leave the country. Babu yake basi ilimbidi aidha afanyike kuwa mcommunist ama atoke katika nchi ile. So my grandfather and my parents left Cuba as refugees to the United States of America. Babu yake na wazazi wake wakatoka Cuba wakaenda kuishi kule Umarekani. And they had to start all over again. Na wakaanza maisha upya. My grandfather never practiced dentistry again. Babu yake hakuweza kurudi katika ile nyanja ya kutibu meno. My father had to work a job in the factory while he went to school
so he could practice dentistry as well. Baba yake aliweza kufanya kazi katika factory na ili aweze kulipia shule na akuwe daktari wa meno. I don't have time to go into every detail, but I want to share with you how in this story I could see the hand of God. Sina wakati wa kuelezea kila kitu, nataka lakini muone mkono wa Bwana katika hadithi hii. See, it was in the United States of America where my family came to faith in Jesus. Maana ni kule Umarekani familia yake ilikuja kumjua Yesu Kristo kama Bwana. God provided next door neighbors that were Christians. Mungu alifanya kwamba majirani wao wawe ni watu ambao wameokoka. When my dad finally opened his dental practice, Wakati ambapo baba yake alifungua hospitali kuwa daktari wa meno, his secretary was also a believer. yule ambaye alikuwa anamsaidia pale katika kazini alikuwa ni mtu ambaye ameokoka. God drew my mom to him first. My mom became a believer before my father. Mama yake alivutiwa kwake kwanza na mama yake akawa kwanza kuwa mtu wa kwanza kuamini. My dad thought she was crazy. Baba yake alidhani ya kwamba mama yake ni wazimu. But my mother started praying for my father. His secretary was praying for my father. Mama yake akaanza kuombea baba yake na pia yule secretary akaanza kuombea baba yake. And long story short, my parents and my grandparents all became believers. Na ili hatufupishe hadithi hii, baba yake akawa Mkristo na pia babu yake. My father was so excited about his faith in Jesus Christ Baba yake alikuwa na msisimuko mkubwa kwa ajili ya imani yake ndani ya Yesu Kristo. that he started sharing it with all the people that came to get their teeth fixed. Hivyo basi akaanza kushiriki imani na watu wote ambao walikuja katika hospitali yake ya kutibiwa meno. So he would talk to them with drill in hand. Alikuwa anaongelesha wakati ambapo walikuwa wanafanya ile kazi ya meno. They couldn't talk back. Lakini sasa hawangemuongelesha. But there was one particular patient Lakini kulikuwa na mgonjwa mmoja that came with a great need in her life. na alikuja na hitaji kubwa katika maishani mwake. And my father shared the gospel with her. Naye babake akashiriki injili na yeye And she became a believer. na akakuwa Mkristo. She was involved in witchcraft in Santeria. Alikuwa anafanya uganga kule Santeria. But she said, you need to share with my group of friends about this Jesus Christ. Naye alipookoka akamwambia unahitaji kuja na ili ushiriki injili na marafiki wangu. And my father shared. Na yeye baba yake akaenda na akashiriki injili na wao. And 30 came to faith and were baptized. Nao watu 30 wakaokoka na wakabatizwa. So my grandfather stood up in church. Actually, my father then became a pastor to those 30. Babake sasa akawa mchungaji wa wale 30. And the church started to grow. Na kanisa likaanza kukua. One day my grandfather stood up in the church. Siku moja babu yake alisimama kanisani. And he said, I thank God for Fidel Castro. Nashukuru Mungu kwa ajili ya Fidel Castro, akasema. In Cuba, I had everything. Kule nchini Cuba nilikuwa na kila kitu. But I lost everything there, and I gained what really matters when I came to know the Lord Jesus. Lakini nilipoteza vitu vyote kule Cuba, lakini katika kuja hapa nimepata kila kitu ambacho nilihitaji. So in that small church that began to grow that my father was pastoring, Katika kanisa lile ndogo ambalo lilianza kukua ambao babake alikuwa mchungaji, is also where I met my beautiful wife. hapo ndipo alikutana na mke wake mpendwa. So I thank God for Fidel Castro because he gave me my wife. Anasema ya kwamba anashukuru Mungu kwa ajili ya Fidel Castro, kwa ajili ya mke wake. She also came from Cuba. Alikuja pia kutoka nchi ya Cuba. But in that church, God began to raise up leaders Lakini katika kanisa ile Bwana akaanza kuinua viongozi, and people to go to the nations. watu ambao wataenda katika mataifa. One of those leaders is Pastor Hannibal that was here last year preaching. Mmoja wa hao viongozi ni mchungaji Hannibal ambaye alikuwa hapa mwaka uliopita akihubiri. So I could clearly see how God took my family from Cuba to the United States of America, to Illinois, the land of Obama. Naona vile ambavyo Mungu alivyomtoa katika nchi ya Cuba na kumleta kule Umarekani, akamleta Illinois, nchi mahali ambapo Obama ametoka. And I had the privilege of growing up in a Christian home. Na yeye alikuwa na baraka ya kukua katika nyumba ya Kikristo. The pages of Scripture
Katika kurasa za neno lake Mwenyezi Mungu, we could see God's providence, God's control from beginning to end, from Genesis to Revelation. tunaona mwongozo wa Mungu jinsi ambavyo anadhibiti mambo yote kutoka mwanzo hadi mwisho wa Biblia. There's some scriptures that talk specifically about that. Kuna maneno ambao zinalenga mambo haya. Proverbs 16:33 says, "The lot is cast into the lap, but its every decision is from the Lord." Neno lake Mungu katika kitabu cha Methali 16 mstari wa 33 inasema ya kwamba piga hupigwa, lakini uamuzi hutokana naye Mwenyezi Mungu. It also says that the king, in Proverbs 21:1, it says, "The king's heart is a stream of water in the hand of the Lord, and he turns it wherever he wills." Nasema katika kitabu cha Methali 21 mstari wa kwanza ya kwamba moyo wa mfalme ni kama mto wa maji, lakini Mungu humongoza katika njia zote. Psalm 135:5-6 says, "For I know that the Lord is great, and that our Lord is above all gods. Whatever the Lord pleases, he does, in heaven and on earth and in the seas and in all deeps." Katika kitabu cha Methali 135 mstari wa 5 na wa 6 unasema, Listen to the scripture from Isaiah 46:10-11. "My purpose will stand, and I will do all that I please. What I have said, that I will bring about. What I have planned, that will I do." Katika kitabu cha Isaiah 46 mstari wa 10 nasema ya kwamba nitangazieni mwisho tangu mwanzo, na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. So providence, or God's control, can be defined as he sees beforehand and he provides for. Mwongozo wa Mungu wa kudhibiti mambo yote ni ya kwamba Mungu anaona mambo yote kabla, na yeye hupeana mahitaji ya kufanya vile kabla. The doctrine of God's providence is really a combination of 4 other of his attributes. Mafunzo haya ya mwongozo wake Mwenyezi Mungu wa kudhibiti mambo yote inatokana na sifa 4 za Mungu. God is sovereign, he is in control. Kwamba Mungu ametamalaki na kwamba anadhibiti mambo yote. Predestination, he's in charge of how everything turns out. Ya kwamba Mungu anaamuru mambo kabla hayajafanyika, na hivyo basi anadhibiti mambo yote. Wisdom, he doesn't make mistakes. Ya kwamba Mungu ni mwenye hekima na hafanyi makosa. And his goodness, he has our best interests at heart. Na ya kwamba Mungu ni mwema, ya kwamba anatujali na anatupenda, na ya kwamba ako na moyo wa kutufanyia wema hali wakati wote. Before I go back to our text in Romans 8:28, kabla sijarejelea lile somo katika kitabu cha Warumi 8 mstari wa 28, I want to go through the life of Joseph. nataka kusema kuhusu hadithi ya Yosefu. You find the story of the life of Joseph from Genesis 37-50. Unapata hadithi hii ya Yosefu kutoka kitabu cha Mwanzo 37 hadi 50. We could read it in less than an hour. Tunaweza soma hadithi ile kwa muda mchache, muda wa saa moja. But this represents 20 years of the life of Joseph. Lakini hadithi hii inawakilisha miaka 20 ya maisha ya Yosef. If you remember, Joseph was the favorite son of Jacob, Israel. Kama utakumbuka ya kwamba Yosefu alikuwa ni mwana ambaye alikuwa amependwa baba yake. Joseph was the dreamer, the one that had dreams. Yosefu ni yule ambaye alikuwa anaota ndoto. His brothers wanted to kill him. Ndugu zake walitaka kumuua. They were about to kill him when his brother Reuben says, "No, let's not kill him, let's put him in a pit." Walikuwa tayari kumuua wakati ambapo ndugu yake Ruben alisema kwamba tusimuue, wacha tumchukue tumrushe kwenye shimo. They then sell him to traders Walimuuza kwa wale ambao walikuwa wanauziwa watumwa, who happened to be passing by. ambao walikuwa wanapita njia. Those traders take him to Egypt, Wale wakamchukua wakampeleka kule Misri, and they sell him to Potiphar, an officer in Pharaoh's government. na wakamuuza kwake Potifa ambaye alikuwa ni mfanyikazi mkuu katika nyumba ya Farao. Joseph is a faithful servant to Potiphar. Joseph akawa mtumishi mwaminifu katika nyumba ya Potifa. He gained favor in Potiphar's house. Akapata kibali katika nyumba ya Potifa.
Because the scripture says the Lord was with him. Maana neno la Mungu linasema ya kwamba Mungu alikuwa na yeye. Joseph is put in charge of everything. Josefu akafanyika kuwa ndiye ambaye ako mlinzi wa kila kitu. Potiphar's wife tries to seduce him. Yeye mke wa Potifa akajaribu kumtongoza. Joseph is sent to prison. Josefu akatumwa kule jela. In prison, the Lord was with him. Hata kule jela Mungu alikuwa pamoja na yeye. The keeper of the prison put him in charge of the whole prison. Yule ambaye alikuwa ni mwangalizi pale korokoroni akamweka kuwa mwangalizi wa mambo yote. The cupbearer and the baker of Pharaoh were sent to prison. Yule ambaye alikuwa ni mpika mkate na yule ambaye alikuwa anabeba kikombe cha divai wakaenda katika korokoroni. While they were in prison, they had dreams. Wakati ambapo walikuwa kule korokoroni wakawa na ndoto. And Joseph was able to interpret them. Yosefu akaweza kuwatafsiria ndoto zao. The interpretation of those dreams come to pass. Na zile ndoto zikakuja kuwa. Joseph tells the cupbearer, "Remember me." Josefu akamwambia yule ambaye alikuwa ni mnyweshaji wa mfalme ya kwamba nikumbuke. But he forgets Joseph and 2 years pass. Lakini akamsahau Josefu, miaka miwili ikapita. Pharaoh has a dream. Farao naye akawa na ndoto. And then the cupbearer remembers Joseph. Naye yule ambaye alikuwa ni mnyweshaji wa mfalme akakumbuka Yosefu. Joseph is brought before the Pharaoh and he interprets the dreams. Basi Josefu akaletwa mbele ya Farao na akaweza kutafsiri ile ndoto. There comes a great famine. Kukawa na njaa. Pharaoh recognizes that God is working through Joseph. Farao akajua ya kwamba Mungu anafanya kazi kupitia huyu Yosefu. And makes him second in command only to him in the land of Egypt. Na akamfanya kuwa wa pili katika utawala kando na yeye katika nchi yote ya Misri. Joseph's brothers come to Egypt for food. Ndugu zake Yosefu wakaja Misri kutafuta chakula. And then as Joseph reveals himself to them, he says, na wakati ambapo Yosefu alijifunua kwao akasema maneno haya. In Genesis chapter 45 verses 5 through 8. Katika kitabu cha Mwanzo 44 mlango wa 5 hadi wa 8. He tells his brothers, akawaambia ndugu zake, do not be distressed, do not be angry with yourselves because you sold me here, for God sent me before you. Basi sasa msihuzunike wala msifadhaike nafsi zenyu kwa kuwa kuniuza huku, maana Mungu alinituma mbele yenu. For the famine has been in the land these 2 years, and there are yet 5 years in which there will be neither plowing nor harvest, and God sent me before you to preserve for you a remnant on earth and to keep alive for you many survivors. Maana miaka hii miwili njaa imekuwa katika nchi, na iko tena miaka 5 sio ya kulima wala kuvuna. Tuendelee. Mungu alinituma mbele yenu kuwahifadhi mabaki katika nchi na kuwaokoa nyinyi kwa wokovu mkuu. Listen closely to verse 8. So it was not you who sent me here, but God. He has made me a father to Pharaoh and lord of all his house and ruler over all the land of Egypt. Basi sikiza katika mstari huu. Basi sio nyinyi mlionileta huku, ila ni Mungu, naye ameniweka kama baba kwa Farao na bwana katika nyumba yake yote na mtawala katika nchi yote ya Misri. And then in chapter 50 verse 20, katika mlango wa 50 mstari wa 20, he says to his brothers, anasema kwa ndugu zake, when you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today. Nanyi kweli mkusudia mabaya mbali Mungu alikusudia kwa mema, ili itokee kuokoka taifa kubwa kama ilivyo leo. Joseph was able to see the hand of God. He was able to see God in control of everything. Yosefu aliweza kuona mkono wa Bwana kudhibiti mambo yote. Joseph's brothers were 100% responsible for their evil actions. Ndugu zake Yosefu waliwajibika 100% kwa matendo yao. But God orchestrates, God works out his plans even as people make evil decisions. Lakini Mungu hupanga mambo yote hata wakati watu wanapangia mambo maovu. God moved all the pieces in the story to get Joseph into Egypt to provide for many so that they would not die. Mungu alipanga vipangilio vyote na ili Bwana akaleta wokovu kupitia kwa Yosefu, wokovu kwa watu wengi.
So I want you to focus on this phrase, at just the right moment. Nataka tuangalie mstari huu ambao unasema ya kwamba katika wakati ule. At just the right moment, his brothers threw him into the pit. Katika wakati uliofaa ndugu zake wakamrusha kwenye shimo. At just the right moment, the traders came along. Katika wakati uliofaa wale wauzaji, wale wanunuzi wakapita mahala pale. At just the right moment, he was sold to Potiphar. Katika wakati uliofaa akauzwa kwa nyumba ya Potifa. At just the right moment, Potiphar's wife falsely accused him. Katika wakati uliofaa mke wa Potifa akamsingizia. At just the right moment, he met the baker and the cupbearer. Katika wakati uliofaa akakutana na yule ambaye alikuwa ni mpishi mikate na yule ambaye alikuwa anabeba kinywaji cha mfalme. At just the right moment, the cupbearer remembered Joseph. Katika wakati uliofaa yule mnyoshaji wa mfalme akakumbuka Yosefu. At just the right moment, Pharaoh called for him. Katika wakati uliofaa Farao akamuita. At just the right moment, he was promoted to prime minister. Katika wakati uliofaa akafanyika kuwa mkuu katika serikali ya Farao. At just the right moment, Jacob sent his sons to Egypt. Katika wakati uliofaa Yakobo akatuma wana wake nchi ya Misri. At just the right moment, the brothers met Joseph. Katika wakati uliofaa wakakutana na ndugu zake. At just the right moment, Jacob's family moved to Egypt. Katika wakati uliofaa familia ya Yakobo ikahama kwenda Misri. At just the right moment, Pharaoh offered them the land of Goshen. Katika wakati uliofaa Farao akawapa nchi ya Gosheni. And just the right moment, they settled there and they prospered. Katika wakati uliofaa wakakaa mahala pale na akaweza kunawili. All this happened, all this moved because of the hand of God. Mambo haya yote yalifanyika hivi kwa ajili ya mkono wa Bwana. Back in Genesis 15, God told Abraham, "Know for certain that your offspring will be sojourners in a land that is not theirs, and they will be servants there, and they will be afflicted for 400 years." Katika kitabu cha Mwanzo 15 mstari wa 13 unasema Mungu alimwambia Abrahamu ya kwamba jua haya kwa hakika ya kwamba uzao wako watakuwa ni wasafiri katika nchi ambayo haitakuwa ni yao, na watakuwa watumwa na watapata shida kwa miaka 400. God never violates anyone's free will. Mwenyezi Mungu hawezi kutulazimisha kufanya maamuzi. Yet everything happens as he plans. Lakini mambo yote hufanyika kama vile ambavyo amepanga. That long illustration is to show you that God is in control. Ningetaka kutoa mfano mmoja wa kuonyesha kwamba Mungu anadhibiti mambo yote. Every detail in our lives is under the control of God. Kila hali hata ndogo ya maisha yako Mungu anaidhibiti. If a sparrow does not fall from the sky or you lose a hair on your head without God knowing, God knows every intricate detail of your life. Kama hakuna ndege huanguka kutoka hewani ama nywele kuanguka katika kichwa chako bila Mungu kujua, jua ya kwamba Mungu anadhibiti mambo yote katika maishani mwako. How many of you enjoy movies? Ni wangapi ambao wanapenda movie? Yeah. Back in 1937, katika mwaka wa 137, Walt Disney produced a movie. Kampuni ya Walt Disney waliweza kutoa movie ya kwanza. It was an animated movie, so it was a cartoon. Ilikuwa ni movie ambao ni aina ya cartoon. And to produce it was a huge task. Na ili waweze kutengeneza movie hii ilikuwa ni kazi ngumu. In 1937 they didn't have computers. Katika mwaka wa 1937 hakukuwa na computer. They had to draw every little scene, every little image. Ilibidi ya kwamba wachore kila sehemu ya movie ile, kila kitu hata kile kidogo kabisa wakichore. Over 1 million pictures they had to draw. Walichora milioni picha zaidi milioni 1. And as people would sit down and watch that movie, na wakati watu waliketi kutazama movie ile, each picture flashed on the screen. Kila picha ilikuwa inaonyeshanwa pale kwenye screen in 1/24th of a second. Katika asilimia nukta 1/24 of a second. So it was very fast. Ilikuwa inaenda haraka. But in order to have that movie, na ili kuwe na ile movie, every little picture had to have the intricate detail that was put in there. Ili ile movie kamilike, kila picha ni lazima ingelikuwa na zile hata sehemu ndogo za sehemu ya ile movie. See,
Our lives are like a movie. Maisha yetu ni kama movie. You guys are movie stars. Nyinyi ndio movie stars. God, every little detail. Mungu anajua hata sehemu ndogo ya maisha yako. Where you were born. Mahala ambapo ulizaliwa. When you were born. Mahala ambapo ulizaliwa. Your parents. Wazazi wako. Every single detail. Kila kitu katika maishani mwako. Whether you're tall, whether you're short. Kama wewe ni mrefu ama mfupi. Let's go back to our passage of Romans 8. Turejelee kile kifungu cha kitabu cha Warumi 8. Romans 8:28. Romans 8:28, Warumi 8 mstari 28. It says that this is directed to, or it's written to those who love God. How many of you love God? Mstari huu umeandikiwa wale ambao wanapenda Mungu. Ni wangapi ambao wanapenda Mungu? To those who are called to according to his purposes. Wale ambao wameitwa kwa kusudi lake Mwenyezi Mungu. If you love God, kama unapenda Mungu, you've been called. Wewe umeitwa. You've been called according to his purposes. Umeitwa kulingana na kusudi lake Mwenyezi Mungu. And it says that all things. Na inasema ya kwamba mambo yote. All things means everything. Mambo yote yanamaanisha mambo yote. Work together. Mambo yote hufanya kazi. For good. Kwa ajili ya wema. Paul is not saying. Paulo hasemi. That whatever happens to a Christian is good. Ya kwamba mambo yote ambayo hufanyikia Mkristo ni mazuri. A lot of bad things can happen to us. Mambo mengi mabaya yanaweza fanyika kwetu sisi. Paul's not saying that God works out all things for our comfort, our convenience, our health, or our wealth. Paulo hasemi ya kwamba Mungu hufanya kazi na ili tuwe starehe, tuwe na amani, tuwe na afya nzuri ama tuwe na utajiri mwingi. In Romans 8:18, so a few verses before, katika kitabu cha Warumi 8:18, Paul says, "For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us." Kwa maana nahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Later on in verses 35 through 39, he talks about tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, danger, the sword. Katika mstari wa 35, 39 katika kifungu kile cha Warumi 8 anasema kuhusu dhiki na mateso na njaa na kuwa bila nguo na hatari na hata upanga. We sang a song earlier. Tuliimba wimbo. It was in English, so I understood it. Ilikuwa katika lugha ya Kiingereza, hivyo basi alielewa. And it talked about a good God. Na inaongea kuhusu Mungu mwema. It talked about his goodness, his faithfulness. Inaongea kuhusu wema wake Mwenyezi Mungu na uaminifu wake. How many believe that God is good and faithful? Ni wangapi ambao wanaamini Mungu ni mwema na mwaminifu? Even in those hardest moments, hata katika hali ambazo ni ngumu kabisa, that we might look around and say, God, I don't understand. ambao tunaangalia tunasema Mungu sielewi mambo haya. Verse 31 of chapter 8 says, if God is for us. Actually, let's back up, I'm sorry. Verse 29 says that we're called according to his purpose to be conformed to the image of his son. Mstari wa 29 unasema ya kwamba wameitwa kulingana na kusudi lake na ili wafanane na umbo lake mwana wake, yani Kristo. God's purpose is that each one of us would look more like Jesus. Kusudi lake Mwenyezi Mungu ni ya kwamba kila mmoja wetu tufananishwe na Yesu Kristo. I still have a long way to go. Yeye anasema kwamba ana safari ndefu kabla hajakamilika. But God is using everything in my life to conform me more into the life of Jesus. Lakini Mungu anatumia kila hali katika maishani mwake na ili aendelee kumfananisha na Kristo. In verse 35 it says, who shall separate us? Can anything separate us from the love of God? Katika mstari wa 35 anasema ya kwamba ni nini kitakachotutenganisha na upendo wa Mungu? Ni jambo gani litakayotutenganisha na upendo wa Mungu? Why is it good to know this promise? Ni kwa nini ni vyema kujua ahadi hii? That all things work together for good. Ya kwamba mambo yote hufanya kazi kwa wema. For those who love God. Kwa wale ambao wanampenda Mungu.
I'm going to give several reasons why, 5 of them. Wacha nipeane sababu 5 kwa nini ni vyema kujua ahadi hii. Number 1, when we believe that God is in control, wakati ambapo tunaamini ya kwamba Mungu ana muongozo na anadhibiti mambo yote, it frees us from bitterness. Inatuondolea uchungu maishani. If anyone had a reason to be bitter, it was Joseph. Kama kuna mtu ambaye angelikuwa na machungu moyoni mwake, basi ingelikuwa ni Yosefu. He could have got even with his brothers. Lakini yeye hata angejilipisia kizazi na ndugu zake. I think he played with them a little bit. Yeye alicheza na wao kidogo. When he took a long time to actually tell them who he was and was taking this cup and then taking their money and putting it back in the bags. Wakati ambapo walichukua muda kabla hajadhihirisha, wakati ambapo walikuwa anachukua kikombe anaweka katika chakula, na wakati ambapo walikuwa anafanya yale zile sarakasi. I don't know if this translates to Swahili, but he made them sweat it out. Ya kwamba aliwafanya ndugu zake wapatwe na kijasho chembamba. See, we get bitter because we doubt God's goodness. Wakati mwingine tunapata machungu maana tunashuku uzuri wa Mungu. When we don't see his invisible hand at work in our lives, we think that God isn't involved in the situation. Wakati hatuoni mkono wake usioonekana katika maishani mwetu, tunaona ni kama Mungu hayuko katika hali za maisha yetu. And we say, God, where are you? Tunasema ya kwamba Mungu uko wapi wewe? We see many times in the Psalms, the psalmists cry out, God, are you listening? God, do you see me? Wakati mwingi katika Zaburi utamuona mwandishi wa Zaburi akilia akisema ya kwamba Mungu uko wapi? Mungu unaniona? But he had to remember that God is good, that God is faithful, that God is in control. Ni vizuri kukumbuka ya kwamba Mungu ni mzuri, Mungu ni mwaminifu, Mungu anadhibiti mambo yote. It's very easy to get angry and get hurt by people that do injustices against us, like in the case of Joseph. Ni rahisi kukasirika kwa watu ambao wanatufanyia mabaya kama vile ambavyo Yosefu alivyofanyiwa mabaya. But if you really believe that God is at work in all things, you could sit back and say, God, I don't understand, but you're in control. Lakini tukiamini ya kwamba Mungu anadhibiti hali zote, tunaweza kosa kuwa na uchungu, tuseme ya kwamba sielewi, lakini wewe Mungu kweli unadhibiti mambo yote. So it keeps us from bitterness. Inatuweka kutokana na kuwa na uchungu. But it also gives us a new perspective on our tragedies. Faida ya pili ni ya kwamba inatusaidia kuwa na mtazamo mpya wakati ambapo tunapata mikasa. God is involved even in the worst moments of our lives. Yeye Mwenyezi Mungu yuko hata katika hali iliyo mbaya sana maishani mwetu. Why did this happen to me, God? Wakati mwingi tunauliza kwa nini haya yanafanyika kwetu? That's the point that we need to trust more in him. Lakini ni wakati ule ambao tunahitaji kumwamini Bwana. He may not give us all the answers. He may not tell us everything in the moment. Si ya kwamba atatupa majibu yote katika wakati ule. And this side of eternity, we may not have all the answers. Katika kabla hatujafika milele hatutakuwa na majibu yote. But he assures us Lakini that he's there and that he cares for us. Anatuhakikishia ya kwamba yeye bado anatujali. He's there in our darkest moments. Ya kwamba yuko katika hali zetu zenye giza tuku. Last week when I was in Turkana, wiki iliyopita wakati ambapo alikuwa kule Turkana, I received a text message alipata ujumbe mfupi from the wife of a pastor friend. kutoka na mke wa rafiki yake mchungaji. I had just been talking about this pastor to somebody else a couple weeks ago. Hata nilikuwa naongea kuhusu mchungaji huyu kwa mtu mwingine kama wiki kadhaa zilizopita. This pastor is originally from Nepal and he moved to the United States of America to work with refugees that come from that country. Huyo mchungaji ametoka nchi ya Nepal lakini alikuwa amehamia kule Umarekani na ili kufanya kazi na wale ambao wamehamishwa kule Umarekani. He was a father of 2. Yeye ni baba ya watoto wawili. He had a 14-year-old girl. Alikuwa na msichana ambaye ni wa miaka 14. I was there with them when she had to have a heart transplant. Alikuwa na yeye wakati ambapo alifanyiwa upasuaji wa moyo. And we saw God miraculously provide that heart and see this young girl grow to be 14 years of age. Aliona Mungu akiweza provide hata msichana akakuwa kuwa miaka 14. God gave them a son. Now they have a 3-year-old son. Mungu akampa mwana na huyu mwana ni miaka 3 sasa.
was pastoring a church there in the Chicago area. Yeye alikuwa ni mchungaji kule sehemu ya Chicago. His wife sent me a message and said, Amos went to be home with the Lord. Mke wake akamwandikia ujumbe akamwambia kwamba rafiki yake Amos amepumzika na ameenda nyumbani kwa Mungu. I still don't have all the details, but it was unexpected. It was sudden. Sijui mambo mengi kuhusu hali ile, lakini jambo ambalo lilifanyika kwa ghafla, sikuwa natarajia hili. I could imagine what's going through her heart, the heart of her children, the heart of the church. But as I've texted back and forth, I could see that they are trusting God in the midst of this situation. Naweza kufikiria kuhusu hali ambayo ilikuwa katika moyoni mwao na watoto wake, lakini tulipokuwa tunaongeleshana katika ujumbe, niliona kwamba familia hii imeweka tumaini lao kwa Bwana. To me it doesn't make sense. Kwake hajui maana ya haya. But we know that God is faithful, God is good, and He is in control. Lakini tunajua kwamba Mungu ni mwaminifu na kwamba Mungu anadhibiti mambo yote. We also know that God's providence or His control gives us courage to keep going in the hard times. Tunajua ya kwamba jambo la tatu ni ya kwamba mwongozo wa Mungu wa kudhibiti mambo yote hutupa ukakamavu wa kukumbana na hali ngumu. Because God is there, we know that He cares for us even when life is tumbling in all around us. Because kwa vile Mungu yuko na ya kwamba yeye hata wakati hali ni ngumu yuko pamoja nasi. Life is hard, but God is good. Maisha ni magumu lakini Mungu ni mwema. In this same passage it says that we are more than conquerors. Katika kifungu ambacho tumesoma kinasema ya kwamba tunajua sisi ni zaidi ya washindi. It actually says in all things you are more than conquerors. Katika mambo yote. So God, knowing that, helps us in those hard times. Kujua vile inatupa ukakamavu katika hali ngumu. Providence in God, or the providence also forces us to make a choice by faith. Mwongozo wake Mwenyezi Mungu unatufanya tufanye maamuzi ya imani. Faith is choosing to put our trust in God and His character. Imani ni kuweza kuweka tumaini letu kwa Bwana kwa ajili ya sifa za Bwana. It's not a feeling. Sio hisia. When the world is crumbling down around us, wakati ulimwengu unakaa kama unavunjika kila mahali, in our feelings many times it's hard to put trust in God. Hisia zinaweza kufanya usiweke tumaini lako kwa Bwana. We need to choose to believe in who He is. Ni lazima tuchague kuamini yeye ni nani. That He can be trusted. Ya kwamba yeye anaweza aminika in every situation. Katika hali zote. Faith rises above the feelings. Tumaini linainuka hata juu ya moshi. We need to choose to believe. Tunaweza kuchagua kuamini. Even when our circumstances may argue against it. Hata wakati ambapo hali hazikubaliani na tumaini. Just before coming here to Kenya, kabla hajakuja hapa nchini Kenya, a few months ago I found out that I was going to be a grandfather to another grandchild. Alijua ya kwamba miezi kadhaa ya kwamba yeye atakuwa babu kwa mtoto mwingine. So I have a granddaughter with one daughter and a grandson with another. Ya kwamba yeye ana mtoto ambaye anamuita Guka. Ni Kiswahili. Na msichana mmoja na sasa atapata mwingine na mtoto mwingine. My daughter who has my granddaughter, or I probably confused you, sorry. my daughter who has a daughter, my granddaughter. Yeye msichana wake ambaye na huyo msichana. She told us I'm pregnant again. Alimwambia ya kwamba nina mimba tena. Everybody was so excited. Kila mtu alifurahi sana. Her husband bought a bigger car. Mume wake kanunua gari kubwa. They were so excited that the babies were going to grow up close in age. Na kwamba walifurahi maana watoto wale watakuwa wamekaribiana kimiaka. The family was celebrating with them. Ya kwamba familia ilikuwa inasherehekea pamoja na wao. Just before coming here, lakini muda mfupi kabla kuja hapa, a week before, wiki moja kabla, there was no heartbeat of the baby. My daughter lost the pregnancy.
walipoteza ule mtoto. It was hard. It is Kwa hard. ngumu. Na hata sasa ni ngumu bado. My daughter says, God put a life in me, Msana wake anasema ya kwamba Mungu aliweka uhai ndani yangu and I trust that he knows what he's doing. na nilimwamini, kwa hivyo basi anajua kile ambacho anafanya. And even though the baby was only 12 weeks, Na hata kama mtoto yule alikuwa tu na wiki 12, and many people will tell you that it's not a life yet, na kuna wengine ambao watasema ya kwamba yule mtoto hana uhai, my daughter decided to name that baby Sparrow. My daughter decided to name that baby Sparrow. The bird, the little. mnaelewa hata nyinyi. Because my daughter chose to believe in God's goodness and faithfulness, Kwa vile msichana wake aliweza kuamini uaminifu na wema wa Mungu, and when I get back to Chicago, we're going to have a small memorial service. wakati ambapo atarejea kule mjini Chicago wataweza kuwa na kumbukumbu na ibada ya kumbukumbu. Because in the midst of that, my daughter and us choose to trust that God is good, God is faithful. Maana wao na hata msichana wao katika hali hii wamechagua kuamini ya kwamba Mungu ni mwema na Mungu ni mwaminifu. So we need to choose to trust. It's a faith, it's a choice. Ni kuchagua kumwamini Mwenyezi Mungu ni uchaguzi ambao unahitaji kufanya. Providence also helps us understand why Jesus died. Jambo la 5, uongozo wa Mungu unatusaidia kujua ni kwa nini Yesu Kristo alikufa. I want you to listen to these amazing words from Acts chapter 2 verse 23. Nataka usikie maneno haya ya ajabu kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume 2 mstari wa 23. This scripture talking about Jesus Kifungu hiki chaongea kuhusu Yesu Kristo. says, this man was handed over to you by God's set purpose and foreknowledge. And Mtu huyu alipotelewa kwa shauri la Mungu lililokusudiwa. And you, with the help of wicked men, put him to death by nailing him in the cross. Na kwa kujua kwake Mwenyezi Mungu zamani ninyi mkasulubisha kwa mkono wa watu wabaya mkamuua. The cross was not an accident. Kule kufa kwake Yesu Kristo msalabani haikuwa ajali. It was not an afterthought. Haikuwa jambo ambalo halikuwa limefikiriwa. It did not catch God by surprise. Si jambo ambalo lilifanyika ghafla. There's plenty of scripture in the Old Testament prophecies that talk about what Jesus came to do and accomplish. Kuna vifungu vingi vya Biblia ambavyo vinaongea kuhusu Yesu Kristo atakaokuja kufanya. Jesus in his 3 years of ministry mentioned that he was going to die and raise up the third day. Wakati mwingi Yesu Kristo ambapo alikuwa anahudumu alisema ya kwamba yeye atakufa na ya kwamba atafufuka siku ya 3. Those people Watu wale who put Jesus on the cross waliomtundika pale msalabani are 100% responsible. wanawajibika kwa 100%. But God was moving and orchestrating all the pages of scripture to that moment. Lakini Mungu alikuwa anafanya kazi na akipanga mambo yote katika kurasa zote za Biblia hata ukamilifu wa lile jambo msalabani. God was carrying out his purposes. Mungu anaendelea kufanya kusudi lake. That's why in Romans 8:32 Na hivyo ndivyo ninavyosema katika kitabu cha Waroma 8 mstari 28 it says, he who did not spare his own son, ya kwamba yeye ambaye hakumsaza mwana wake but gave him up for us all, lakini alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, how will he not also with him graciously give us all things? na ni vipi ya kwamba hata tuachilia na kutubariki na vitu vingine vyote. If God did not spare his own son, Kama Mungu hakumsaza mwana wake, Jesus dying on the cross Yesu alikufa pale msalabani and his resurrection na kwamba akafufuka, prove God's love for us, ufufuo wake unadhibitisha pendo la Mungu kwetu. how can we not trust in a good God even when the circumstances around us point otherwise? Kwa nini tusiamini katika huyu Mungu mzuri hata wakati hali katika maisha yetu yanaonyesha mambo kinyume?
I want to finish with this illustration. Nataka kumaliza na kupeana hadithi hii. There's a famous photo from the Vietnam War. Kuna picha maarufu kutokana na vita ambavyo vilikuwa kule Vietnam. In this photo, there's a 9-year-old girl running down the street completely naked. Katika picha hii kuna msichana mmoja ambaye anakimbia akiwa uchi kabisa. She's running in front of soldiers. Anakimbia mbele ya askari. She's in pain and with fear. Na ya kwamba ana uchungu na uoga. And in the background you can see clouds from the bomb. Na ukiangalia pale nyuma unaweza ona ya kwamba kuna moshi kutokana na bomu ambazo zilikuwa zimerushwa. I recently read an article about this person. Alisoma maandishi kuhusu msichana huyu. She's now a woman in her 60s. Sasa huyu ni mwanamke ambaye ako na miaka 60. She says that over 50 years later she's still getting treatment for the burns that cover her arms, her back and her neck. Ya kwamba miaka 50 baadaye bado anaendelea kupata matibabu kutokana na maumivu ambao alipata katika shingo na mgongo wake. She says that the emotional and spiritual pain was even harder to endure. Na hata uchungu wa kihisia na kimawazo ulikuwa ngumu zaidi kupitia. As she looks back, she states, na anapoangalia nyuma, those same bombs that brought much suffering also brought great healing. Anasema hivi ya kwamba zile bomu ambazo zilileta uchungu mwingi bado zilitumika kuleta kuponya. Those bombs led me to Christ. Bomu zile zilinipelekea kumjua Yesu Kristo. She goes, I will never forget the horrors of the day, the bomb, the fire, the shrieks, the fear. Anasema ya kwamba haezi akasahau na mambo aliyopitia ile siku, mateso na kelele ambao alipitia ile siku. Nor will I forget the years of trial and torment that followed. Na haezi akasahau mambo ambayo amepitia baada ya hayo na dhiki kuu ambayo amepitia baada ya hayo. But when I think about how far I have come, but when I think about how far I have come, the freedom and the peace that comes from faith in Jesus, nikifikiria mahala ambapo nimefika sasa kuhusu uhuru na ambao nimepata ndani ya Yesu Kristo, I realize there's nothing greater or more powerful than the love of our blessed Savior. Nagundua ya kwamba hakuna kitu chenye nguvu na kuliko upendo wa Yesu Kristo. My faith in Jesus has enabled me to forgive those who have hurt and scarred me. Anasema ya kwamba imani yake ndani ya Yesu Kristo imemsaidia kusamehea wale ambao walimfanyia yale. It has enabled me to pray for my enemies rather than curse them. Na imenisaidia kuombea maadui zangu kuliko kulawalaani. It has enabled me not just to tolerate them, but to truly love them. Na imenisaidia sio tu kuwavumilia, bali pia kuwapenda. I will forever bear the scars of that day. Anasema ya kwamba ataendelea kuwa na zile scars kutokana na ile siku. And that picture will always serve as a reminder of the unspeakable evil of humanity. Na picha ile itazidi kuonyeshana ubaya na uhalifu ambao unapatikana katika binadamu. That picture defined my life. Ile picha inaelezea maisha yangu. In the end, katika mwisho, it gave me a mission, a ministry, and a cause. Ile picha ilinipatia kuwa na mwelekeo, ikanipa huduma na ikawa kuwa na mwelekezo katika maishani mwangu. Today I thank God for that picture. Anasema leo nashukuru Mungu kwa ajili ya picha ile. Today I thank God for everything. Leo nashukuru Mungu kwa kila kitu. Even for the road. Hata kwa barabara. Even for that road. Na ile barabara niliyopitia. All of us here in this room, kila mmoja wetu hapa siku hii leo, can look back at certain events in our life that have shaped us. Unaweza angalia katika matukio ambayo yameweza kutufanya katika maishani mwetu tuwe vile tulivyo. We could look and see God's divine hand. Tunaweza angalia na tuone mkono wa Bwana wa kiungu. If you're sitting here today listening to me preach, kama uko hapa na umeketi hapa ukimsikiza akihubiri, it's because God's divine hand brought you here. Ni kwa vile mkono wa kiungu wa Mungu umekuleta hapa.
all the things in your life, mambo yote katika maishani mwako, the good and the bad, mambo mabaya na mambo mazuri, in the hands of our God, katika mkononi mwake Bwana have a purpose. yana kusudi. We need to learn to be thankful for. Tunahitaji kushukuru Mungu kwa yote. We need to trust him. Tunahitaji kumwamini Mungu. Our faith needs to rest in the character of who God is. Imani yetu itulie katika sifa za Mungu. And my prayer for each one of you here, Na ombi langu kwa kila mmoja wenyu siku hii ya leo, and those of you watching online, na wale ambao wanatazama katika mitandao, is that we could know ili tujue our God is in control. ya kwamba Mungu anadhibiti. Our God is in control. Mungu anadhibiti. Our God is good. Mungu ni mwema. Our God is faithful. Mungu ni mwema. Our God loves us. Mungu wetu anatupenda. Amen? Amen. Let me pray. Heavenly Father, what can we say to all of this? If you are for us, who can be against us? Nothing will be able to separate us from your love, which is found in Christ Jesus, our Lord. Father, your purposes will stand, and you will bring about everything that you have purposed to bring. Everything that will bring it about, you have planned to do. Everything will work out continually with the purpose of your will. Father, I thank you for the privilege of being here with my brothers and sisters, worshiping you together, our good and faithful God, a God who loves us, a God who cares for us, a God who's in the details of each one of our lives. Nothing is wasted as you conform us more and more into your image. Bless this church, Lord. Bless it that they could be a blessing to many, and that from this church you raise up more and more leaders and more people that go and share about this God who loves them. In the name of Jesus I pray. Amen. Amen. Thank you. Let's appreciate Pastor Casper. Thank you so much.